Mnaujua ule msemo wanasema kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Mpaka sasa hivi Gen Z bila wahenga tatu tunaendelea. Ni kweli mali bila daftari hupotea bila habari. Shauri yako usiandike uone unashindana na wahenga wewe. Anyways, guess who is back with our third part of learning. It's me Gladness, na leo tunaenda kuingia sehemu yetu ya tatu ambayo tunajifunza na tunaendelea kujifunza ni kwa namna gani, ni vitu gani tuvifanye ama tusivifanye ambavyo vitatusaidia sisi katika kujifunza ama kulijua neno la Mungu. Hallelujah, can I get an amen? Anyways, leo tunajifunza kitu kingine hiki. Mwanzo tulijifunza nini unatakiwa ujue, lakini pia ni nini unatakiwa ufanye wakati unaanza kusoma neno la Mungu. Sasa hii session yetu ya tatu tunajifunza ni vitu gani unatakiwa ufanye. Like this is not a mandate. It's not like usipofanya ndo kwamba wewe haujasoma neno la Mungu. No, ukifanya it's all good and well. Usipofanya pia it's okay. You know, it's okay. Hivi vitu huwa vinatusaidia sisi vina motivate sisi kusogea karibu zaidi kwenye neno la nani? Kwenye neno la Mungu. Nyumba ni nzuri. Tunajua nyumba inatakiwa iwe na umeme, tunajua nyumba inatakiwa iwe na maji, tunajua nyumba inatakiwa iwe na choo. Those are the basic things that you need. We know kwamba nyumba inatakiwa iwe na jiko, kulala na nini, lakini kuna hivi vinakshi tunaweka, wallpapers, tunaweka urembo, decors, tunaweka zile zile manukato zile, kwa Kiingereza sijui zinaitwaje, anyways, hii yote ni katika kuifanya nyumba yako ipendeze na inavutia. It's the same way with you and your journey of learning the word of God. Like the more una put some effort, the more it's fun, the more it's enjoyable, the more it's something else, you know. That feeling, that's feeling. So leo tunajifunza nini? Leo tunajifunza ni vitu gani sasa unatakiwa ufanye ama ufanye wakati during that time you are reading the word of God. Sasa ule ndo wakati ambao umelifungua neno la Mungu. Ni vitu gani unapaswa ufanye? Unajua kusoma neno la Mungu, tunasoma neno la Mungu sio tu tusome, tunasoma ili likae ndani yetu. Mungu anamwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na mchana. Yani the whole point sio kusoma, the whole point ni kuyameditate, yaishi. Kuishi ni kufanya ni kudhihirika, yani kile unachokisoma kinadhihirika kwenye maisha yako. Hiyo ndio inakuwa ni kazi yenye matokeo, yani kusoma kwenye matokeo. Hivi vitu tunavifanya ili kwamba hili neno lidhihirike ndani yetu, lidumu ndani yetu, na sisi tuwe tunafurahia kusoma. Enough with the blah 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 na maneno mengi kama sera za nanili. Okay, umefungua kitabu labda. Uzuri mimi I have this Bible. Okay. Umefungua kitabu chako labda siku hiyo umeamka unataka kujifunza kitabu cha Mathayo, si ndio? Injili ya Mathayo ndio kitabu ambacho unaanza kujifunza, si ndio? Ukifungua hapa kwenye hii Biblia yako hapa inasemaje? Na Injili kama alivyoiandika Mathayo mtakatifu, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Inaanza tu hapo, lakini mimi nitasuggest kwamba kabla haujaanza kusoma huku context hizi zote, you might want to understand the biography of the book, like nani ameandika, kwa nini ameandika, what are the settings of the book, kiliandikwa wakati gani. This is what we call an intense Bible study, okay? Like starting reading the Bible from kitabu cha, it's not giving, you know, ni sawa, sio kwamba ni dhambi, lakini ni vizuri ukawa unajua the back story of it. Kwa mfano mimi kuna hii Biblia hapa nilipoaga na bosi wangu mmoja. Hii hapa. Hii ni inaitwaje?
reformation, whatever the translation it is. Kitu ambacho nakipenda kuhusu hii Biblia ni kwamba hii Biblia imetoa biography kabisa, yani hiki kitabu kimeandikwa na nani, hiki kitabu kiliandikwa wakati gani, ni kitu gani kilimuinspire huyu mwandishi. Haya yote ni mambo ya theology. Ukiwa unasoma hivi unakuwa unauelewa, unajua hata baadaye unataka kwenda kumshuhudia mtu neno la Mungu, you have a general understanding of the book that you read. Kwa hiyo unaona hapa Matthew, title and author, date and location, wakati imeandikwa, characteristic and themes, Christ in Matthew. So kwenye kila kitabu yani tunasema kwamba Biblia is all about Christ, yani tokea enzi za kina Musa, yani kina Musa, kina Elia, wale wote ni kivuli cha mema yajayo, ambaye mema mwenyewe ndio Kristo mwenyewe, ndio amefika po, anasema hivyo. Kwa hiyo kwenye kila kitabu where is Christ, Christ amefunuliwa wapi, na hivyo inakuambia muda hivyo. Kwa hiyo wakati unataka kuanza kusoma kitabu, a certain book, you might want to understand the biography of the book, sawa, kujua nani mwandishi, ni yani ni ka research kadogo. Unajua unaweza ukapata wapi? My phone, I don't have my phone here, lakini ziko website nyingi sana ambazo unaweza ukajifunza na ukajua kutokea kwa watu ambao ni wasomi wa neno la Mungu. Ukijua hiyo itakusaidia. Kitu cha pili ambacho unataka kufanya ni kunote down kila kitu ambacho Roho Mtakatifu anakufundisha. Kumbuka tumekubaliana kwamba ni lazima tuwe na expectation. Ni lazima tuwe kuna vitu ambavyo tumetarajia, kwamba tumetarajia labda transformation, tumetarajia wisdom, tumetarajia revelation. Kwa hiyo usijifanye kwamba wewe una akili ya kukumbuka kila kitu afterward. Nakwambia hautakumbuka. Kwa hiyo hakikisha kila kitu ambacho unasoma na Roho Mtakatifu anakufundisha ndani hapo, hakikisha una note down, baadaye utakuwa unakipitia. Sawa? Ni vizuri, mfano kama mimi ni Matthew, nilianza kusoma kitabu changu cha Matthew, nimesoma mara kadhaa. Mara ya kwanza nilivyosomaga Matthew, mimi I never paid attention kwenye hii genealogy ya nani, ya Yesu Kristo. Nikasoma mara ya pili, nikasoma mara ya tatu. The fourth time nakuja kusoma kitabu cha Matthew, ndo na mimi sasa Roho Mtakatifu akawa sasa yani ameniingiza deep ku understand hii genealogy, kwa nini ilikuwepo. Na mimi nime highlight hivi hivi vizazi vya wahusika hivyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye kila ambacho unajifunza unataka kufanyaje? Kuandika. Andika chochote ambacho unataka kujifunza. Labda tuseme kwenye tumesoma Mathayo sura ya kwanza kuanzia yule mstari wa 19, si ndio? Tutasema kwamba kuanzia mstari wa 10 anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu. Jambo la kwanza hapa mimi nimepata ni kwamba Mariamu alifanyaje? Alikuwa ameposwa na Yusufu. Hapa ni mahali tu hiyo imetolewa. Kabla hawajakaribiana, si ndio? Alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nimepata bigger thing kwamba ndo the first time tuseme nimesoma Matthew. Kwa hiyo hapa kitu kingine kwenye huu mstari nimepata nini? Nimepata kwamba Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. So there's something fishy, it's not something normal, si ndio? Kwa hiyo inaniambia kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida kimezaliwa. Anasema hivi mstari wa 19, naye Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Sasa mimi kwa akili zangu hapa za haraka inategemea na huo muda nipo katika hali gani. I'm like, oh no, we need men like Yusuf. Nimejifunza kwamba kimsingi ninahitaji kuwa in this life you need to meet a man like Joseph. Mwanaume ambaye ni mtu wa haki, si ndio? Ni mtu asitaki kumwaibisha, yani ni mtu wa haki, na mwenyewe like he's not looking forward to disrespect you mbele za watu. That means Yusuf alikuwa anamheshimu Mariam, like he was respecting her. Hajamgusa, amemposa mtoto wa watu, amemwacha kwa. I'm learning this about Joseph and I'm like, oh God, I like this man. Naandika kwamba nimejifunza kwamba if you desire anything, desire a righteous man. Desire evil. Una note down kile ambacho umejifunza kwa wakati huo. Make sure you note down everything that you're learning, ambacho Roho Mtakatifu anakufundisha. Kitu ambacho nataka kufanya ni underline
scripture ambayo umeipata ambayo unaweza ukaimemorize. Sawa scripture ambayo utaiweka mwenyewe moyoni mwako, si ndio? Labda ndo tumekubaliana tunasoma labda kitabu cha Mathayo. Kwenye kila chapter make sure you have something ambacho sio necessary ukariri, ila ni chapter ambayo ni kifungu ambacho unatembea nacho, hicho ni cha kwako. Umeamua hii siku leo nimesoma neno la Mungu na ili andiko ndio andiko langu. Kwa mfano sasa labda hapa kwenye Mathayo, kwa hiyo tumekubaliana uta highlight ama uta underline ile scripture ambayo unatamani utembe nayo kwenye hiyo siku, utoke nayo kwenye hicho, yani like scripture ambayo uta memorize. Mfano kama ndo hapo tupo kwenye Mathayo sura ya 1, mimi nitatamani ku memorize ama hii kitu ibaki ndani yangu. Mstari wa ngapi? Mstari wa 22. Naanzia kusoma mstari wa 23. Nasema hivi, tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo mimi nimetaka kuondoka na hiyo scripture kwamba Kristo his name is Emmanuel kwa sababu sio yani yeye being with us is what give the Emmanuel name a meaning, si ndio? So I know God is with me. Kwa natembea na ile andiko kwamba jina lake ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kwa mimi Mungu yuko hivyo, like I am making it of my own. Sawa? Kwa sio lazima na sio kwamba kila chapter utapata scripture ya memorize, lakini ukiipata ama scripture ya kutembea nayo ambayo unaona kwamba that's your thing, go for it. Tembea nayo. Sawa? Imeshawahi kukutokea katikati ya kusoma neno ukaomba? Mimi imeshanitokea na ndo that's something I do most of the time. Kwa mfano nikiwa nasoma sasa, labda tuseme okay, labda tuseme sasa nipo kwenye Mathayo sura ya 5, si ndio? Imekutokea yani okay. So hii point ninachotaka kusema ni kwamba pray in the middle of Bible study, yani kuomba ukiwa katikati ya kusoma neno. Hiyo huwa inatokea. Na ukiifanya hii itakusaidia. Mfano sura ya 5, si ndio? Neno la Mungu hapo tunasoma inasema kwamba hapa labda niseme mstari wa mstari wa 10 anasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu. So mstari wa 14 na mstari wa 15 ni statement. Mstari wa 16 ni maagizo. Kwa Yesu mstari wa 14 Yesu ana make a statement kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Alafu mstari wa 16 anatoa maagizo kwamba kwa sababu nyie ni nuru ya ulimwengu, hakikisheni nuru yenu inaangaza mbele ya watu. Hakikisheni nuru yenu inaangaza mbele ya watu wapate So mstari wa 16 Yesu ndio anaweka hiyo statement, anasema okay, mstari wa 14 ametuelekeza, ametuambia kwamba yani mstari wa 14 amemake statement kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo mimi nilichokipata hapa kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Mstari wa 16 baada ya Yesu kumake statement, anatoa instruction, anatoa maelekezo. Sasa nyie kama nuru ni kitu gani mnatakiwa kufanya? Ni hivyo
nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo nimeshasoma kwamba neno lako linasema ya kwamba yani sasa hii ni prayer in the middle of Bible study. Unakutana na kitu ambacho kinakutaka uombe immediately. Usianze kusema nitaomba baadaye. No, sema, mwambie Mungu okay, neno lako linasema kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Mungu, kwa sababu sikujua kama mimi ni nuru ya ulimwengu, au ninajua whatever way utakavyokuwa umefunuliwa ama umeshuhudiwa na Roho Mtakatifu, naomba unisamee kwa ule wakati ambao sikuwa nuru, kwa ule wakati ambao unatakiwa. Naomba unisaidie Mungu. Lakini pia neno lako linatuagiza tufanyike nuru kwa watu wote. Mungu, ninaomba neno lako likadhihirike. Naomba Roho Mtakatifu uniongoze na unisaidie nikafanyike nuru kwa watu wote, ili Mungu apate kutukuzwa. Na Mungu, utakaponifanya nuru kwa watu wako, nuru yangu itakapoangaza gizani, ninaomba utukufu wote nisichukue mimi, utukufu wote uchukue wewe peke yako Bwana. Amen, in the mighty name of Jesus Christ. Kwa hiyo kuomba in the middle of Bible study ipo na inatokea, nitengeneza hiyo culture, kwa sababu ukisema usubirie na tafuta prayer point, no, you pray in the middle of Bible study. Unakuta ile heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Umeona? Ili this word imeni hit different. I'm like, God please nifanye kuwa kind and tender heart. Help me God. Naomba unisaidie. Sijui neno la Mungu nasema amelaaniwa nini, nakataa kuwa sehemu ya hiyo laana. Like kila sehemu unaweza ukaomba itakusaidia, inakuequip, inakutengeneza, inakufanya kuwa bora kila itwapo leo. Sawa Kitu kingine now this inaturusha kwenye point yetu nyingine. Umepanga zako kwa siku, unasoma labda chapter 2 ama chapter 1, umemaliza ku note down, umefanya prayer in the middle of Bible study sessions na nini, you might want to summarize kwenye ile chapter. Kwenye ile chapter ni kitu gani umejifunza, vile ulivyojifunza una apply vipi. Ukiandika, unajua the best way ya kuweka kitu kichwani ni kwa kukiandika, kinakaa zaidi kwenye kichwa chako. Kwa utaandika hapo general overview of the chapter. The last thing that you want to do ni kwamba mimi mara nyingi huwa nikimalizaga nimeenda kutafuta kwanza matumbo yangu lena hajazama. So kwa mfano hapa nimesoma, yani mimi nikimalizaga kutokea pale kwenye kile kitabu ama ile chapter ambayo nimejifunza, nataka kuandika prayer point. Like si umemaliza kusoma Biblia yako kwa siku hiyo, unataka kuomba, achana na yale mambo yako unataka kuomba, sijui kuombea taifa, kuombea nini, no. Kwa kile ambacho umekipata kwenye ile nini. Mfano huu hapa nitakuonyesha mfano. I don't know kama mnaona. Nimesoma labda kitabu cha Acts sura ya 8, si ndio? Notes zangu mimi ni hizi hapa. Nilivyomaliza kuandika notes zangu hapa, nikaja hapa nikaandika prayer point Acts chapter 8. Yani kwamba kwenye hii kitabu mimi nimepata jifunza hiki na hiki, kwa ni kitu gani nataka nijiombee kuhusiana na hicho. Nikawa nimeandika ombi langu la kwanza, Roho nisaidie misuse gift and talent ulizonipa. Mwishoni kabisa pata prayer point kwenye ile chapter ambayo umejifunza, pray about it, either ni for 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, an hour or 2 hours. Vyovyote ambavyo Mungu amekusaidia na Roho Mtakatifu amekusaidia. After that unaweza ukaendelea na ratiba zako nyingine. Sawa? Lakini pia ya mwisho na kwa umuhimu kabisa ni kwamba kile ambacho umejifunza at least share na mtu. Yani mtafute mtu, share naye kile ambacho umejifunza kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni ili upate na yeye, yani upate kusikia na yeye anaelewa nini kuhusu kile ambacho labda hicho kitabu, yani kwamba mna share views zako. Kwa mfano labda mimi naweza nikampigia Nuru nikamwambia Nuru, leo nimesoma Mathayo 5 nimejifunza 1 2 3. Umeshawahi kusoma hiki kitabu? Ndio. Na wewe hapo ulijifunza gani? Mimi nilijifunza 1 2 3 4 5 6. So you might want to call someone au kushare na mtu. Lakini pia another thing au reason why you want to share ni kwamba
ukikipata kitu ambacho kimekusaidia wewe, usikae nacho wewe peke yako. Share na watu wengine na wao wenyewe kifanyaje, kiwasaidia. That's a way of sharing the gospel. So ukaenda huko, kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe ni mfanyakazi, kama wewe ni mfanyabiashara, umekaa na mfanyabiashara zako, just make up like share kitu ambacho umejifunza, au mpigie churchmate wako, rafiki yako wa kanisani, mwambie nimejifunza 1 2 3 kitakaa moyoni mwako, lakini pia utakuwa umeshare neno la Mungu kwa siku hiyo. Thank you so much for watching, and those are the things that you can do, or you wanna do during your Bible study. Unataka kujifunza, wakati wa kujifunza neno la Mungu. Mungu akubariki na kupenda sana, and God bless you. Thank you. Usisahau ku like, usisahau ku subscribe, usisahau ku comment, usisahau ku share. And yo guys, I know we all love Christian Rama, and check out my Instagram. I've been doing some crazy stuff, y'all, okay? Check out my Instagram and my social medias. We'll keep each other updated and entertained and refreshed with the word of God. And like, let's revolve ourselves around the word of God. Like, tuzame, tuogelee, let's do all things that we can, okay? Thank you so much, and see you next time.